Barua ya kocha namba 140. Mafanikio yako yanaamuliwa na uvumilivu wa uchovu na vipindi vya giza. Rafiki yangu mpendwa, moja ya vitu ambavyo vinawakwamisha watu safari ya mafanikio ni kushindwa kuvumilia vipindi vya uchovu na vipindi vya giza. Na hii ina maana gani hasa? Ili mtu ufanikiwe unahitaji kufanya vitu ambavyo ni vya kawaida sana kwa kujirudia kwa muda mrefu. Sawa? Na ili la kufanya vitu vya kawaida kwa kurudia huwa linachosha, linaboa, unakuwa bored kwamba inabidi urudie. Na hapo unakuwa uone matokeo hapo. Unafanya matokeo makubwa hayaonekani kabisa. Sawa? Na wakati huo sasa pia hakuna anayekuona, yani upo gizani. Kwa hiyo unapambana sana lakini hakuna anayekuona, watu wanakupuuza, wengine wanaona kama vile umechanganyikiwa, unapoteza muda wako na kadhalika. Sasa huu ndio mtego mkubwa sana kwenye safari ya mafanikio, kwa sababu si binadamu tunapenda vitu vipya, tunapenda vitu vya kusisimua kila wakati naona, alafu pia tunataka tuonekane, tusifiwe, tukubalike na watu wengine. Na ndio maana utaona watu wengi wanaanza biashara, mwanzo anakuwa na msisimko na hiyo biashara na nzuri, lakini baada ya muda ule msisimko unapotea, anaanza na biashara nyingine tena. Anapata msisimko mwanzoni, anaenda baada ya muda anaanza tena nyingine, kwa sababu anashindwa kuvumilia kipindi cha uchovu na kipindi cha giza. Sasa barua hii ya kocha imegusia maeneo ya msingi sana ambayo tunataka uelewe ili kubadili hali hiyo. Na la kwanza ni kwamba watu wengi hawawezi kuvumilia uchovu wa kurudia jambo lile. Hii ndio kikwazo kikubwa. Ndio kikwazo chetu ya Adamu. Tunapenda vitu vipya, tunapenda vitu vya kusisimua, tunapenda fursa mpya, habari ya mjini. Hii ndio inalipa. Kukimbizana na kila kitu kipya, wakati kinachofanya kazi ni mambo ya msingi ambayo yanarudiwa bila kwa mfano kwenye biashara. Haijalishi biashara gani, misingi ni ile. Pata wateja, washawishi wakubali kununua, wahudumie vizuri, pata pesa, jenga timu nzuri. Hiyo ni biashara ya kuuza mkaa, ya kuuza nyanya, ya kuuza nguo. The basics ya msingi ni yale, lakini wengi watarukaruka na kila aina ya biashara na hakuna hatua wanapiga. Lakini jambo la pili ni watu wengi huacha mapema sana kwa sababu hawajaona matokeo. Najua mafanikio makubwa yako mbali sana na kuna mbali kati ya mchakato unaofanya yale unafanya na matokeo ambayo unayapata. Na wengi kinachohitajika ni kuvumilia kipindi cha kutokuona matokeo, kwa sababu wewe ni kufanya mchakato sahihi. Alafu baada ya muda matokeo ndio yanakuja kuonekana. Sasa wengi wanasubiri matokeo na haifanyi kazi, anakimbilia kitu kingine. Na kwa wale matokeo haifanyi kazi, akimbilia kitu kingine. Unakuta mtu kwa muda fulani amefanya vitu vingi na hajapiga hatua. Jambo la tatu ni kubadilisha malengo kila wakati kunazuia nguvu ya kujikusanya, compounding. Wanasema ajabu la nane la dunia ni compounding. Yaani unafanya vitu vidogo lakini matokeo yake yanajikusanya na yanakuwa makubwa zaidi. Mwanzo kila juhudi unaweka inakuwa ndogo lakini inajikusanya. Unaweka juhudi fulani ndogo, baadaye inaleta matokeo bado makubwa sana. Hiyo ni compounding. Sasa unafanya kitu ukafika mahali ukaacha ukaenda kwanza kitu kingine, ile compound umepoteza. Ni sana kupampu maji kwenye kisima. Sema kisima cha kupampu kwa mkono. Unachochea, unaona maji yatoke haya. Unaacha unaenda sehemu nyingine. Yale maji ambayo yamepanda yanarudi chini yote. Kila sehemu nyingine unaanza kuanza tena upya. Lakini ungeendelea, kuna sehemu tu pale mwisho utagusa maji yatatoka mengi. Sio kwa sababu ile nguvu ya mwisho ilikuwa ni kubwa, bali kwa sababu nguvu zimejikusanya kwa muda mrefu mpaka kuleta matokeo ambayo ni makubwa. Na jambo la nne na mwisho ni kwamba mafanikio yanahitaji uvumilivu wa kufanya kazi gizani kabla ya mwanga. Kuna vipindi vya kutokuonekana, vya kutokujulikana. Utaona kuna watu ambao mbona jamaa yani uwezo ni mdogo sana, anafanya madogo sana lakini mimi sionekani. Ni kipindi. Na hii ndio inawachosha watu, hasa hizi zama za mitandao ya kijamii. Kila mtu anataka akae mitandao ya kijamii, anafanya mambo makubwa. Kwa anapiga kelele kwenye mitandao lakini hakuna kitu cha msingi anachokijenga. Na hili linaangusha watu. Hakuna kitu ambacho kigumu kama kufanikiwa kwenye hizi nyakati za mitandao ya kijamii. Biashara kadogo hata hajapiga tu, mtu anataka aonekane kwenye mitandao, ajisifia, aonyeshe naye. Kwa hiyo tunatumia muda mwingi kujitetea mbele ya watu, kujionekana mbele ya watu kuliko muda anaotumia kujenga mafanikio. Na ukijikuta watu muda mwingi kuwashawishi watu kama wamefanikiwa, tambua kwamba tayari hicho ni kikosi cha mafanikio makubwa kwako. Kwa hiyo
rafiki, ambacho nataka tuonekane kwenye barua hii ni kwamba tukubali vipindi vya uchovu, tukubali vipindi vya giza. Tusikimbie uchovu, tusikimbie hali ya kurudia rudia mambo, na tusikimbie vipindi vya giza na kutaka kuonekana, kusifiwa, kukubalika. Nenda kwenye Tanzanite Skills Academy, ingia kwenye barua au newsletter, nenda kwenye barua ya kocha, barua za kocha, na soma barua namba 140. Kafanyie kazi na ili uweze kujenga mafanikio makubwa sana. Asante na tukana siku bora kabisa leo.